wangu, wewe ambao unaendelea kunifuatilia katika channel hii ya Makota JR, naweza kushukuru sana kwa support yako ambayo unaionyesha kwenye channel hii ya Makota JR. Leo nimekutana na hii text hapa ambayo mdau wangu naye alicomment hapa kwenye hii video, akaandika jinsi gani ya kuweka multiple bet kwenye game moja, mfano home team to win na over ya 2.5 zote kwa pamoja. Na maana lengo lake ni kutaka kujua mechi moja, yani hiyo katika hiyo mechi timu ya nyumbani ni ipi ishinde, lakini pia iweze kupata magoli zaidi ya mawili. Na maana anachotaka yeye kuanzia magoli 3 na kuendelea. Yeye ana changamoto, bado hajajua jinsi gani ya kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo na mimi nikasema nisimwache kama mdau wangu anaweza kuonyesha support kwenye hicho ambacho mimi nakifanya, ngoja niweze kumjibu hicho anachopitia, yani hicho ambacho hakifahamu, basi niweze kumjulisha jinsi gani anaweza kufanya. Niende kwenye browser yangu ambayo natumia kuweka betting ambayo ni Google Chrome. Nikishafungua hapa Google Chrome, mechi ambayo nitamuonyesha ambayo itaweza kujibu swali lake, au niweze kumuonyesha hicho ambacho anachokitaji. Nitamwekea kwenye hii mechi ya Ufaransa na England, kombe la dunia, kumtafuta mshindi wa 3. Nitaigusa hii mechi, nitaifungua kati ya Ufaransa na England. Baada ya kuifungua sasa kwenye kampuni yangu ya BetPawa, kushafungua hii option ambayo anahitaji yeye ya wa nyumbani ashinde, lakini mechi itoe zaidi ya goli 2.5, na maana yapatikane magoli 3 na kuendelea, hakika yake ndio utakuwa umewini. Kwa hiyo unachokifanya unashuka chini mpaka kwenye hiyo sehemu niweze kumuonyesha hapa. Sasa kushuka chini, hiyo sehemu itakuwa imeandikwa 1x2 and over or under full time. Ni sehemu wa nyumbani, yani normal, lakini pia na magoli, yani wa nyumbani sare au ugenini utachagua, lakini pia hiyo mechi itoe magoli kuzidi au kupungua. Sawa, yeye amesema tuchague wa nyumbani, ndio na maana kaandika home team to win, yani wa nyumbani ashinde. Sawa, na over ya 2.5, na maana na hiyo mechi itoe magoli 3 na kuendelea. Kwa nachokifanya hapa, wa nyumbani ni nani kwenye hii mechi? Wa nyumbani ni Faransa. Huyu France ndio nyumbani, na maana kuna sehemu yake ambayo ni hii sehemu ya Faransa. Hapa katikati ni sare, hapa mwishoni ni ugenini. Kwa nachokifanya, yeye kashachagua wa nyumbani, kashaniambia nichague wa nyumbani. Kwa hiyo nyumbani sasa kipengele chake ni hiyo option huu msururu wote huu. Hiki ni kipengele kinachomhusu huyu wa nyumbani ambaye ni Ufaransa. Sawa, na hapa katikati maana yake ni sehemu ya sare. Sawa, na hapa mwisho ni sehemu ya England ambayo ni kwenye hii mechi ya leo ni mgeni, yupo ugenini. Kwa hiyo nikichagua hapa hii sehemu ya kwanza, hii ambayo imeandikwa over 1.5 ambayo ni odds 2.5, na maana hapa nimechagua wa nyumbani ambaye ni Ufaransa ashinde. Sawa, lakini hiyo mechi itoe magoli 2. Sawa, ikitoa 1-0, mtu akifunga 1-0 imechanika. Na maana hapa nitatakemea mimi Ufaransa kwanza ashinde. Sawa, lakini akishinda hii mechi itoe magoli 2, na maana Ufaransa ashinde 2-0 itakuwa imetoa. Na kama wakifungana, na maana Ufaransa apate kwanza ashinde goli 2-1, sawa, itakuwa imetoa. Ashinde, yani Ufaransa itakiwa ashinde tu, lakini magoli yaanzie 2 na kuendelea. Hata kama huyu England akipata goli, lakini itakiwa hii mechi Ufaransa aanze kushinda. Ndio maana ya hii sehemu ya kwanza ambayo nimechagua. Lakini sasa tukisema tuweke katikati, tafsiri yake ni kwamba hapa hii mechi ishe sare, lakini sare yake sasa ianzie magoli 2 na kuendelea. Isitoke sare ya 0-0. Ina maana itoke sare ya magoli, na maana 1-1, 2-2 na kuendelea. Itakuwa imewini kwenye hii sehemu ya katikati. Nikija nikichagua huko mwisho, hapa nitakuwa nimempa England ashinde. Sawa, lakini
hiyo mechi itoe magoli mawili. Na maana England kama kushinda ashinde 2-0 itakuwa imetoa. Akishinda 1-0 loss. Na maana ilikuwa mkeka umechanika. Ashinde 2-0 au 2-1 na kuendelea 3-0, yani hata kama huyu Ufaransa akipata goli, lakini England inatakiwa ashinde, ndio cha kwanza. Akishashinda England tunakuja kuangalia magoli. Je, magoli yamepatikana zaidi ya moja? Ndio, imepatikana magoli mawili na kuendelea, itakuwa hii mechi imewin. Kama ikishinda 1-0 ichanika. Sasa mdau wangu sehemu ambayo aliomba mechi wa nyumbani ashinde, sawa, lakini mechi itoe magoli matatu, na maana zaidi ya magoli mawili na kuendelea, yani yaanze matatu na kuendelea. Sehemu yake yeye ambayo ameshindwa kuielewa kwenye hii sehemu hapa. Tukiweka hapa, maana yake ni kwamba tunampa huyu Ufaransa ambaye ni wa nyumbani ashinde, lakini tumeambiwa kuna over 2.5, na maana magoli yaanzia magoli matatu. Kushinda kwake ukoje? Tushachagua hapo. Ufaransa ashinde 2-1, hii mechi itakuwa imetiki. Sawa? Ashinde 3-0, mechi itakuwa imetiki. Ashinde 4-1 ama 4-2, itakuwa imetiki. Yaani kinachotakiwa hapo kwanza Ufaransa ashinde kwanza. Baada ya kushinda Ufaransa tuje kuangalia idadi ya magoli yaliyopatikana. Kama Ufaransa akishinda na kama England ikipata goli, na maana Ufaransa hapa anatakiwa ashinde goli 2-1, itakuwa imetiki, au 4-1 itakuwa, yani jumlisha magoli aliyopata Ufaransa na magoli aliyopata England yaanzie matatu, yani jumla yake yaanzie magoli matatu na kuendelea. Lakini ukishapata hiyo jumla magoli, usisahau umechagua nani? Ufaransa ashinde. Ndio sehemu ambayo mdau wangu ameiomba. Kwa hiyo mdau wangu hapo, changamoto ambayo ulikuwa unapitia au hicho kitu ambacho umekuuliza, jibu lake ni hili. Jinsi ya kubeti multiple goals kwenye mechi moja, ukachagua home team to win, na maana wa nyumbani ya win, lakini pia itoe over ya 2.5, na maana yapatikana kuanzia magoli matatu. Ni hii sehemu. Ukija ukichagua huku mwisho ambako umeambiwa over 2.5 ambayo kuna odds 4.91. Hapa sasa umechagua ugenini ashinde, sawa, lakini magoli yaanzie matatu. Jumla ya magoli ambayo atapata England, jumla ya magoli ambayo atapata na Ufaransa, ukijumlisha yaanzie magoli matatu. Kwenye hii sehemu ambayo umechagua kumpa England ashinde, lakini mechi itoe magoli matatu. Ikitokea England ameshinda 2-0, bado mkeka umechanika. Ili uwini, maana England apate goli 2-1, sawa, itakuwa umewini, au apate 3-0, England ashinde 3-0, itakuwa umewini. Ila hakikisha tu magoli yasiwe chini ya matatu. Yaani jumla utakayojumlisha magoli ya England pamoja na magoli ya Ufaransa, ukijumlisha yaanzie matatu na kuendelea. Lakini ikishafika matatu na kuendelea, angalia, je, hiyo mechi nani ameshinda? Ameshinda England, hapo utakuwa mechi yako imewini. Hakikisha mechi isiwe sare. Ikiwa sare, sasa ndio utakuja kuchagua, itakuwa matokeo yanakuja hapa katikati. Hapa kati maana yake ni kwamba mechi itoke sare, lakini ni sare ya magoli sare ya 2-2, yani sare ya magoli mawili kwa mawili. Ikitoka sare ya 1-1 imechanika. Ikitoka sare ya 0-0 imechanika. Lazima anzia goli 2-2, 3-3, 4-4 na kuendelea, ndio hii sehemu ya katikati itakuwa ifanyaje? Imewini. Sasa endapo unataka kuchagua home team ashinde lakini chini ya magoli, tunakuja kuchagua mfano hapa kuna odds 6 hizi. Unachagua hapa home team ashinde, ambaye nani? Ni Ufaransa. Ufaransa wao ashinde lakini chini ya magoli mawili. Kushinda kwake ashinde 1-0, sawa, au ashinde 2-0, asizidishe. Huyu England ikishapata goli tu hapa, hii option sisi tunafeli, kwa sababu sisi tunachotakiwa hapa ni England nani? Ufaransa hapa ashinde tu yeye, apate, yani ashinde goli 1-0 au 2-0. Maana yake England ikipata goli, tafsiri yake Ufaransa atakuwa ameshinda goli 2-1. Jumla magoli tukijumlisha goli 2 za Ufaransa na goli 1 la England na kwa goli 3, tayari hapa tumeshafeli. Ameshinda sawa Ufaransa, lakini magoli yamezidi, hayajawa chini ya mawili, yamekuwa zaidi ya mawili. Hapa tunachana, mkeka unachanika. Kinachotakiwa tukichagua hapa, na maana Ufaransa ashinde goli 1-0 au 2-0 tu basi. Tukihama tukija kumpa huyu England, hapa tunampa England ashinde, lakini tunazuia magoli pia. England ashinde lakini chini ya goli 2, na maana hapa ili
mkeka utiki na matokeo ya England ashinde goli 1-0 ama 2-0, asizidishe. Akishinda 3-0 tu mkeka umechanika. Akishinda England goli 2 lakini Ufaransa akapata goli 1, mkeka umechanika. Kinachotakiwa hapa tu ni England kushinda 1-0 au 2-0, si kinginecho. Tukitoka tukija kuchagua hapa katikati ambapo pana odds 6, tumeweka sare. Maana hapa katikati ni sare. Tumeweka sare lakini chini ya goli 2. Hapa sasa sare yake inatakiwa ya 0-0. Mkeka unatiki au 1-1. Mkeka umetiki. Ikitokea inapatikana sare ya goli 2-2, mkeka unachanika. Maana hapa sisi tumezuia magoli yasizidi 2. Yawe kuanzia 2 kuja chini 1-1 au 0-0 basi. Kwa hiyo ndio sehemu ambayo mdau wangu alikuwa anahitaji kujua. Option ziko nyingi hapa chini. Huko chini unaona mpaka kuna chini ya goli 4. Hapa juu unaona kabisa kuna zaidi ya goli 2, zaidi ya goli 1.5. Kwa hivyo mdau wangu, changamoto ambayo uko unapitia, kitu ambacho uko unakitaka wewe, unatakiwa uchague hapa. Kwa nyumbani ashinde, yapatikane magoli 3. Ndio sehemu ambayo mdau wangu alikuwa anahitaji. Asante sana mdau wangu, na kuomba usisahau kusubscribe hapo, kulike, kushare, comment pia pale utakapokuwa unapitia changamoto yoyote, ili niweze kukusaidia kwa kile ambacho nakiweza. Asante sana. Karibu tena.